Sasa leo bana nataka tuzungumze. Hivi unajua kwamba Young Africans yanapambana kulipa deni? Deni la namna gani? Swali zuri sana. Katika mechi zilizopita Yanga kapata ushindi mara 4 mtawalia. Sawa Akishinda ya Jumamosi ya tarehe 8 hiyo sijui, anakuwa ameshinda mara 5 mtawalia. Kitu ambacho kitakuwa ni deni amelilipa kutoka kwenye ushindi wa mara 5 mfululizo kutoka kwa Simba kwenye tarehe zifuatazo. Mnamo tarehe 7 ya mwezi wa 8 2004 Simba alikutana na Yanga na Simba akapata ushindi wa goli 2-1, magoli ambayo alifungwa na Uli Mboka Mwakingwe pamoja na Shaban Kisiga Malon, na goli la Yanga likifungwa na mtu mmoja anaitwa Pichu Kongo. Sawa bana, mkongomani wewe. Hiyo ilikuwa ni tarehe 7 ya mwezi wa 8 2004. Simba anapata ushindi. Mechi iliyofuata ilikuwa ni tarehe 18 mwezi wa 9 2004, mwezi mmoja baadaye. Matokeo yakawa ni 1-0. Simba akashinda goli 1-0, goli la Athmani Machupa au Mani Machupa. Umeelewa Ikatoka hapo wakaenda wakapindua mwaka ukaenda mwezi wa 4 tarehe 17 ambapo Simba walikutana na Yanga akiwa mwenyeji. Matokeo yakawa 2-1. Simba apata ushindi wa goli 2-1, magoli ya Mani Machupa, Nurdin Msigwa pamoja na Nyanda, kwa maana ya goli 1 lifungwa na upande wa Yanga. Aaron Nyanda wewe. Lakini kusema Nyanda unakuwa unatuacha. Nyanda na goli kipa. Sawa, umenielewa. Aaron Nyanda. Kutoka mwezi wa 4 ya 2005 ikaja mwezi wa 7 tarehe 2 2005 ambapo Simba akiwa mwenyeji anacheza na Yanga. Simba akapata ushindi wa goli 2-0, magoli ya Emmanuel Gabriel pamoja na Musa Hassan Mgosi. Fahari ya Kilimanjaro. Emmanuel Gabriel Mwakyusa. But goal. Batistuta. Magoli 2. Kutoka mwezi wa 7 wakaenda mwezi wa 8 ya 2005 tarehe 21. Simba akiwa mwenyeji tena anapata ushindi wa goli 2-0, magoli yaliyofungwa na Nicolas Nyagawa ndio alifunga yote hayo. Ndio. Kwa hiyo kama Young Africans anapata ushindi tarehe 8 anakuwa amelipa deni hili. Kwa hiyo wao Simba walishinda mara 5 mtawalia. Lakini tunaelekea kwenye dabi. Kama kuna mtu alipata nafasi ama amepata nafasi muda huu kuingia kwenye akaunti yangu, post yangu ya mwisho ilikuwa inahusu kile ambacho tunakimisi kwenye Kariakoo dabi kwa sasa. Hapa katikati tulipata dabi fulani hivi ambayo ilikuwa ina msisimko, akigusa huyu anagusa yule. Upande wa Simba kuna kuwa na huyu, upande wa Yanga kuna kuwa na yule. Nimeiweka clip ambayo inamuonyesha Fisto Kalala Mayele akipambana na Enoch Inonga Baka. Nikasema tuwe wawazi, hichi kitu tunakimisi. Kuna mechi ya Simba na Yanga, alafu kulikuwa kuna mechi ya Inonga na Mayele. Kwani sasa hivi hamna hiyo kitu? Nitafutie. Sishe kaka. Nani? Malone. Na nani? Na nani? Na Maxim. Toka lini? Na Maxim pia Nzengele. Toka lini? Au hujaiona yeye? Ndio maana akasema nani na nani? Au hajaona toka lini? Ya mwisho make Mayele na Inonga ilikuwa mechi. Kaka, sorry, anazungumza. Ya mwisho pia ilikuwa ya Baka na Ateba. Achana na Baka na Ateba. Ina msisimko huo. Kuna Dube na Abdurazak Hamza. Sawa, ina msisimko huo au tunaiumba? Yaani unakumbuka ile Inonga? Sema ile Inonga na Mayele ilikuwa bala zaidi. Kwa sababu wale jamaa alikuwa mmoja kimuini anaenda kushangilia na mashabiki. Hapo wale jamaa kwanza wote walikuwa wa Kongo. Alafu Inonga alikuwa anacheza na mashabiki na kibaba Mayele na ile bato yao ilianza Kongo. Unajua Inonga alikuwa kitasa TP alafu hawa walikuwa huyu mwenzake AC Vita. Unaweza kaona ilikuwa so mchezo. Ndo maana nikasema Makundi anataka kuongea. Unasemaje Makundi? Makundi. Karibu bwana darasa mseto. Ni usiku lakini naona anga la michezo ndo lilivyo. Twende nyumbani. Karibu. Lakini siku zote tunajua darasa mseto linashabiana na anga la michezo. Niko kwenye majukumu bado. Lakini mnachokisema mimi nakumbuka ile tukio la wakati Mayele ameshindwa kuscore katika dabi moja ambayo alifanywa sub na wakati anatoka Inonga anamsindikiza huko akijitamba mbele ya mashabiki
kwamba mimi hapa haweza kutoboa. Hiyo moja. Lakini ya pili ni juu ya pale ambapo Yanga waliscore, alafu ule mtindo wa kuchapa ule kina Mayele wakiwa wanawanikiza kumuonyesha kwamba na Bangala kumuonyesha kwamba Inonga sio issue sana kwa wakati huo. Wakawa wanamsindikiza na viboko. Yes. Akasema hamna vitu kweli afu ile anayezungumzia makundi ile siku Mayele anasindikizwa na Inonga, alafu anatoka jamaa anarudi na Makambo, kama mnakumbuka vizuri. Alienda kumchukua Makambo akarudi naye. Sasa Pascal nataka kuambia kweli Kibo Clean inanoa watu. Hongera sana makundi. Hapana, mtu wa boli. Si ndio Wewe juzi amekutajia list ya wenyekiti wa KRFA tangu enzi na enzi kabla nchi inapata uhuru. Tunakubaliana kwamba ni kitu ambacho tunakimiss. Yeah, of course somehow hizo mikiki na nini. Yeah, kuna vitu fulani hivi. Mechi ndani ya mechi. Kwa mfano kesho kutwa hiyo tarehe 8. Natamani sema umesahau bana bato nyingine, wewe unasema bato ya Jonas Mkude na Faisal Salum. Yeah, of course nao walikuwa wanachapana ile kaka. Japo hawakufika katika level zile za kutu. Lakini kuna namna kidogo walikuwa wanasumbuana. Natamani kuiona bato kati ya Israel Mwenda na Eli Mpanzu. Natamani kuiona bato kati ya Pacome Zouzoua dhidi ya Mohamed Hussein ama Shomari Kapombe. Make kama kuna ufunguo ambao Young Africans kwa sasa wanautegemea, ni ufunguo unaitwa Pacome Zouzoua. Sasa hapa juzi kuna clip ambazo zilikuwa zinatambaa za Pacome Zouzoua mechi mbili za Simba na Yanga. Pacome alikuwa anawanyanyasa sana wachezaji wa Simba katika baadhi ya maeneo. Maana nikasema kama kuna ufunguo ambao Young Africans wanautegemea, ni ufunguo unaitwa Pacome Zouzoua. Simba Sports Club ukienda kwa Kip Dennis utapata nguvu pamoja na energy ya kutembea umbali mrefu na akili na kufunga pia kwenye dabi. Nguvu na kutembea umbali mrefu. Huyu Eli Mpanzu utapata speed na akili ya kufanya maamuzi. Pacome Zouzoua unapata magoli, unapata assist na burudani ndani ya package moja, alafu unajikuta wewe umelipa 1,000. Unaangalia vitu hivi kwa au umetumia shilingi 1,500 au umeenda tu sehemu kwa jirani. Sio kwa jirani kaka. Kwa jirani, yani 1,500. Unajua ukarimu wetu sisi wa Tanzania mtu anakukaribisha, bwana karibu tuangalie mpira, unaangalia burudani hii bila kulipia, ambayo ingekuwa ni nchi za wenzetu ni kitu kikubwa sana. Mimi nimeshashuhudia watu wanatoka Uingereza wanakuambia wako pale na hawawezi kushuhudia mechi kubwa. Kwa hiyo kuna hilo. Lakini pia wakati tunaenda, mimi leo nitazungumza hili tu niliache kwa haraka. Wakati tunazungumza hili, kuna ka rekodi ambako kananyemelea sehemu na watu inawezekana kwa makusudi wamekiacha ama hawakijui. Yuko mtu anaitwa Stefan Aziz Ki. Naye pia ana kautawala kake kwenye dabi, ila mnajisaulisha au mnamdharau. Nikwambie Aziz Ki amekuja. Aziz Ki amekuja 2022-23. Sawa Katika muda wote ambao amekuwa hapa kwenye dabi kwa 90% amechangia matokeo. Mfano ilikuwa Jumapili ya Oktoba 23, 2022 wakati alipokuja alifunga goli moja katika mchezo ulioisha 1-1. Ule ulikuwa ni mchango wake. Alisawazisha. Katika mechi ya Jumapili ya Aprili 16, 2023 Simba akishinda 2-0 hakuhusika kwenye chochote. Lakini Jumapili tena ya Novemba 5, 2023 Young Africans yanashinda magoli 5 dhidi ya 1 la Simba. Aziz Ki alifunga goli 1 na akatoa assist 1. Unaona tena hapo alihusika kwenye magoli mawili. Jumamosi ya Aprili 20, 2024 Young Africans yakishinda magoli 2-1 mbele ya Simba, Aziz Ki alifunga goli 1. Lakini Jumamosi tena ya Oktoba 19 Aziz Ki aliwawezesha Young Africans kushinda goli 1. Walishinda goli 1 lakini hakuhusika. Jumla ametwanga mechi 5 za dabi katika ligi kuu tangu atue huo msimu wa 2022-23 na amehusika kwenye mabao 4 kwenye mechi 5
huyu sio mchezaji wa kumtizama kwa jicho la kawaida. Mwanga zaidi mwa impact ya Aziz Ki na impact ya Aziz Ki ni Aish Manura. Yes. Amekuwa akiteseka sana. Umeelewa Namaliza na hii ni rekodi ya Fadlu ambayo nayo kimya naona kama anaingia kwenye mfumo. Sawa. Fadlu kafungwa mara 2 na Yanga. Sawa tangu amekuja Tanzania. Tafsiri yake ni kwamba tafsiri yake ni kwamba taratibu anaanza kuzoea. Naye pia anaanza kuzoea kufungwa. Kafungwa mara 2. Kwa hiyo anaanza kuzoea kama anaingia kwenye mfumo hivi. Na ikiwa atapoteza tena kwenye mechi ya tarehe 8 na maana atakuwa amefungwa mara ya 3 mfululizo, wakati huo pia atakuwa ameruhusu klabu yake kufungwa mara ya 5 mfululizo. Tumalizie pale Nigeria kwa taarifa nyingine, maana naona muda ni mdogo.